Hello, habari za wakati huu na karibu katika video yetu ya leo, na nikukaribisha sana. Kwa majina naitwa Dickson na karibu My Afya. My Afya tunawasaidia wanawake wa Kitanzania wenye changamoto ya kutokupata ujauzito kuweza kuondokana na changamoto hiyo kwa njia za asilia. Sasa nikukaribisha sana katika video yetu ya leo, na leo tuna mada ambayo ni interesting sana. Na leo tutajifunza kuhusiana na mvurugiko wa mzunguko wa hedhi. Ukweli ni kwamba changamoto ya mvurugiko wa hedhi ni kubwa sana. Ukiangalia katika wanawake 10, almost wanawake 8 wanakutana na hii changamoto. Sasa hii changamoto sio ya kudumu au sio ya muda mrefu au kwamba mtu anazaliwa nayo, lakini ni hali tu fulani ambayo mtu anakutana nayo. Sasa tunajua kabisa kwamba mzunguko wa hedhi unatofautiana kwa kila mwanamke, lakini kuna zile tarehe ambazo zinakuwa kama ziko fixed, au kila mtu anajua mimi nikiwa tarehe hizi niko hivi, tarehe hizi mwili wangu uko hivi na hivi. Sasa inatokea kwamba zile tarehe hazieleweki. Unashindwa kujua leo ni tarehe fulani natakiwa niwe hivi, niwe kwenye siku fulani, niwe kwenye siku. Zile tarehe hazieleweki, yani ni mvurugiko. Ndio tunamaanisha kwamba huo ndo mvurugiko wa mzunguko wa hedhi. Sasa nini kinasababisha kuvurugika kwa mzunguko wa hedhi? Ziko sababu nyingi ambazo zinampelekea mtu kukutana na hii hali au kupitia hichi kipindi cha hedhi au mzunguko wake unakuwa unavurugika. Sasa ni rahisi sana kugundua kama mzunguko wako umevurugika ikiwa cha kwanza utaufahamu mzunguko wako ulio sahihi. Ukiweza kujua, ni rahisi kujua bisa bana, siku fulani nimedelay, siku fulani sijaingia period, siku fulani niliingia mara mwisho tarehe hizi, mwezi huu nikawa hivi. Kwa hiyo ni rahisi kugundua ikiwa unafahamu mzunguko wako vizuri. Na kufahamu mzunguko wako unahitaji ufahamu siku ambayo ulianza kuona bleeding au damu, hadi siku ambayo utaona tena. Kwa mfano mwezi huu umeona tarehe hii mpaka tarehe fulani ya mwezi ujao, ndipo utaanza kuelewa. Na karibu kila mwanamke huwa na mzunguko wake ambao haufanani na mtu mwingine. Mwingine mzunguko wake unaweza kuanza tarehe fulani, mwingine tarehe fulani. Kwa hiyo kila mtu yuko tofauti. Na tatizo linaweza likaanza kwa kuruka siku, kwamba bana mimi mzunguko wako ulianza tarehe fulani, siku mwezi unaofuata siku nyingine ikafuata, ikaruka siku. Lakini pia mwanamke anaweza kupoteza siku. Yaani mwezi mwingine anaona, mwezi mwingine haoni. Lakini pia mwingine anaweza kaingia mara 2 kwa mwezi, mwingine au anaona damu ya hedhi kwa siku zaidi ya siku 40 mfululizo. Hii inatokea sana. Na damu yake inaweza ikatoka kidogo, mtu anaweza kutoka damu kidogo kila siku au nyingi. Saa nyingine pia inaambatana na mabonge pamoja na maumivu. Lakini pia maumivu haya wakati wa hedhi huwa ni mara nyingi ni ya sehemu ya tumbo chini mpaka miguuni na kiunoni. Kwa hiyo hivi ni baadhi ya viashiria, au hii ni maana pana ya mvurugiko wa homoni. Sasa kuvurugika kwa hedhi kunaweza kutokana na sababu zifuatazo. Cha kwanza ni mabadiliko ya mazingira ambayo yanapelekea mfumo wa mwili kubadilika. Pia hasa mwanamke akitoka sehemu labda kama ya joto kwenda sehemu ya baridi, au sehemu ya baridi kwenda joto. Kwa mfano mwanamke anaweza katoka Arusha akaja Dar es Salaam. Wengine wanapitia mabadiliko. Nakumbuka niliwahi kukutana na mwanamke mmoja akasema yeye akitoka feri pale, akipanda Pantoni kwenda Kigamboni, akirudi mwezi ule lazima, yani siku zake lazima ziumbe. Kwa hiyo wapo wanawake ambao wako very sensitive kwenye hii hali, au mzunguko wako very sensitive. Imagine mtu anapanda Pantoni anaelekea Kigamboni, akirudi hivi mwezi ule, tarehe zake zinaweza zikavurugika. Lakini pia sababu nyingine ni msongo wa mawazo, stress. Ukweli ni kwamba maisha yana stress kibao, changamoto ni nyingi. Kwa hiyo mtu anapokuwa na stress inapelekea inaweza kumchangia pia yeye kuwa na mvurugiko wa siku zake. Lakini pia hofu, uoga, mashaka na vitu kama hivyo vinampelekea mtu kuwa na changamoto kama hii.
Mabadiliko ya kisaikolojia, vyote hivi ni vitu ambavyo vinampelekea mwanamke kuwa na changamoto hiyo. Uvimbe kwenye kizazi pia inampelekea kuwa na changamoto ya kuvurugika kwa hormone, kwa maana uvimbe unapotokea una mazingira ya hormone ndani ya mwili, au mazingira ya uke na ule uvimbe unaharibu au unavuruga hali halisi. Kwa hiyo inampelekea mtu kupata changamoto kama hiyo. Matatizo mengine matatizo kwenye mfumo wa hormone, kama tulivyokuwa tunaongea hapo mwanzoni, hizi shughuli zote za mzunguko wa hedhi zinaratibiwa na hormone. Sasa kama hormone zako hazipo vizuri, huwa nawaambia watu kila siku, changamoto hizi haziwezi zikakuacha. Uzazi unasumbua, kutokupata ujauzito, mimba kuharibika, vyote hivi vinaambatana na mfumo wa hormone. Kwamba kama hormone zako hazipo sawa, tutapiga kelele lakini bado tatizo litakuwa pale pale. Lakini pia kuna matatizo kwenye vifuko vya mayai, inaweza kutokea kama cyst, ovarian cyst na kadhalika. Mimba kuharibika inampelekea pia mzunguko wa mtu kuvurugika. Kuna maambukizi sugu kwenye kizazi. Kuna pia maumivu ya tumbo kwa chini ya kitovu, mara nyingi mtu anapata UTI na kadhalika. Ile inampelekea kuwa na changamoto kama hiyo. Lakini unakuta mtu anapata maumivu lakini unaambiwa ni ugonjwa wa UTI na kadhalika. Kwa hiyo vile vinakupelekea wewe una mvurugiko wako na mzunguko wako unavurugika. Lakini pia kutoka na uchafu ukeni pia ni moja ya sababu. Maumivu wakati wa tendo la ndoa, na mwingine anatumia dawa za kurekebisha mzunguko wa hedhi. Kwa hiyo saa nyingine hizi dawa zinampelekea kuvurugika kwa mzunguko wake. Kwa hiyo hii changamoto ni kubwa sana na inawapata watu wengi. Lakini hali hii inasababishwa na vitu vingi. Cha kwanza kuanzia kisaikolojia, mawazo, stress na kadhalika. Lakini pia kwenye mfumo wa hormone, lishe na vitu kama hivyo ni vitu ambavyo kwa kweli vinachangia. Kwa hiyo hili tatizo sio la kuambukizwa. Kwa hiyo ni the way utakavyoelewa changamoto hii ikoje na lifestyle unatakiwa uishije, itakusaidia sana kuondokana hii changamoto. Sasa unaweza kaongelea labda mzunguko wa hedhi, faida gani unapokuwa na mzunguko wa hedhi ambao uko sawa. Mwingine anaweza akachukulia tu akapuuzia, lakini kuna faida kubwa ya mzunguko wako wa hedhi ukiwa sawa. Cha kwanza, itakusaidia kupata ujauzito uliopangilia. Mwanamke anayejua tarehe zangu ziko hivi, mpangilio wangu uko sawa, ni rahisi akasema nataka nipate ujauzito labda kipindi hichi na hichi na hichi. Lakini kama mzunguko wako hauko sawa, ni ngumu kupangilia ujauzito. Unashangaa tu ghafla imetokea ujauzito na haukuwa umetarajia. Lakini pia mzunguko wako ukiwa sawa, utakuepusha kupata ujauzito ambao haukupangilia au haukutarajia. Kwa maana gani? Unajua tarehe zako ziko sahihi. Sasa tarehe zikivurugika, mtu tarehe imevurugika, umepata ujauzito, maana yake haukuwa umepangilia lakini imetokea. Lakini pia unaweza kuamua jinsia ya mtoto unayemtaka. Hii inatokea mara chache sana, lakini pia inawezekana. Inasemekana kwamba tafiti zinaonyesha kwamba kuna tarehe fulani mwanamke anaweza akapata mtoto wa jinsia gani. Tarehe hizi anaweza akapata mtoto wa jinsia hii. Kwa hiyo unaweza uka predict, ukajua bana, mtoto wa kiume nataka tarehe hizi, mtoto wa kike tarehe hizi. Kwa hiyo hii inakusaidia, ni moja ya faida ya wewe kuweza kuwa na mzunguko ambao uko sawa. Sasa mzunguko wako unakuwa sawa, ni rahisi sana kuweza kupangilia au kuondokana baadhi ya changamoto ambazo zinakusumbua. Sasa ikiwa umenufaika na video hii, unaweza kushare na mwingine akafaidika nayo, ukalike, ukacomment na ukatoa mrejesho ambao umeelewa kitu gani na umejifunza kitu gani. Na tuonane katika video na vipindi vinavyofuata. Asante.